Jackie. Apeani. Njoo hapa. Sinakuita. Wewe. Wewe mtoto wa mbwa wewe, sura kama mama. Mamako alikuwa jeuri kama wewe. Afu kwa nini umepika chakula ndani umekula kabla si bwana nyumba akijala? Sinakuuliza wewe. Ili mtu mwingine sijui poje. Yaani najuta kukaa na wewe mtoto, yaani nakusaidia lakini bado usaidiki. Yaani wewe, yaani ni marufuku ukipika chakula mbele mpaka mimi nile na familia yangu. Ndio nakula wewe, umesikia? Sinakuuliza wewe, nisikia? Yaani ijirudie tena. Yaani kumaliza hapo kapike chakula haraka dakika 5 nakupa. Umeelewa? Dakika 5 upika chakula kiive, tule hapa nyumbani. Afu makombo yako ule mwenyewe. Sasa tuli makopa mtoto kama wewe. Mbavu. Antoni kipenzi changu. Ndio mwanangu kipenzi. Rafiki wangu. Awali kipenzi changu ni roho yangu. Nisikie mwanangu. Mpenzi wangu Jackie, karibu kwa bosi mboga mboga, yani stilingi, mahoho, nyanya, kitunguu, karoti. Ukipenda niite, utavuna ulichokipanda. Karibu. Wewe mzee, mimi si mtoto wako alafu unaniita mpenzi wako, sinajikosea heshima wewe mwenyewe. Ni mpenzi wangu Jackie, kipenzi, I love you, tika tika, nakupenda. Mimi sio mpenzi wako. Mama kipenzi Jackie, leo tunawekaje mama? Naomba naniliu vitunguu na bamia, vitunguu 2 na nyanya na hoho. Nyanya za 500. Nyanya za 500. Mimi nakupa za buku ninavyokupenda. Unanichanganya wewe mtoto. Mbwa wewe, ubavu zako. Nakupa 3 hata kama umesema 2. Kamata. Naomba na ndizi 1. Afu ndizi sitaki ulipe chochote. Ndizi nakupa bure. Hii ni zawadi yako mrembo wangu Jackie kipenzi. Umeona hiyo? Una shilingi ngapi? 2000. Sema nipe buku jelo. Napenda jazia unanielewa mwenyewe. Mpenzi wako hapa, mpenzi wa samani.
Ndio shenzi yangu. Shajisahau hapa mama. Kipenzi Jaki. Kamata. Haya mama, bye. Uje tena na baadaye, sawa? Napenda kukuona, ujui tu. Maisha rahisi sana. Kama Mungu katupa maji yanapita kama hivi, kwa nini nishinde bila kuoga? Mimi na mpira wangu lazima wote tuwe wasafi. Asante Mungu kwa kuniweka duniani, maana naziona miti mizuri na mimea mingi zaidi katika ulimwengu. Maji yaliyo safi na salama. Wengi wanaita maji machafu, na wanakwenda dukani, viwandani kununua maji na kunywa. Hawajui ni kiasi gani wanavyoongeza asidi mwilini. Mungu wasamehe sana wale wanatoka kanisani na mwisho wa siku jioni wanaenda kuzini. Nilikataa na nitakataa, sitakuja kuwa nabii wa uongo. Nitabaki kuwa mtu wa kawaida, na hivi hivi wanavyonizania michizi. Karibu shogangu. Asante shogangu. Hapo mimi nimechoka, najua wewe umechoka shogangu. Hii mtoto sijui kwa maana nasikia kiwa maji, si una maji kwenye friji. Pole. Hata usijali. Aya mwaya. Shogangu, ile kuna shule ya jirani kule ulienda? Shogangu. Kwenye hiyo shule. Yaani nimeshachanga mchango tayari nimeshatoa. Nguo nimeshona. Ila sasa kipengele kwenye hiyo shule. Yaani nina mizunguko kibao, yaani kichwa kimejaa mambo kibao yani. Nimeshindwa hata kufika kwenye shule kabisa. Mimi nilitoa kadi na mchango nikashindwa kutoa. Yaani na mambo kibao bali nimevua utangu hata kielewi. Kwa nikashindwa hata kuenda, hata kadi yenyewe sikuchukua, mchango wenyewe sijatoa, hata saa yenyewe sijachukua chochote. Shoga yangu. Unamjua yule mama yetu yule jirani yetu? Yule unaambia vile kule. Alienda kwenye shule. Yaani kaniambia kishughuli linoga. Yaani walipendeza kweli. Yaani kila kitu kilikuwa ni vinywaji, vyakula, maji, yaani unakunywa na kusafi kuche. Yaani nitamani kwenda lakini mambo kibao. Jina mambo kibao mwezio. Acha tu. Okay. Chongo unafanya shida gani ndio mtu akuletea? Leo kitu shoga yangu. Wejaki! Jaki! Wejaki! Njoo hapa. Fanya haraka. Mtoto sasa sijui kwapi. Fanya haraka. Tuko sasa hivi. Fanya haraka. Mtu ananikea huko ndani. Hebu ndio mzigo kwangu. Hebu mtoto. Nakambo tu kushina hapa ndani. Hebu fanya haraka. Uko na sani muda wote uko nje. Kazi gani nakuta karibia mara 3 mara 4 nje. Naomba uchukue hela kwenye pochi kakulia hati yako soda. Fanya haraka. Sasa hivi wai. Rejea kingine. Abe mama. Mama? Naomba uniletee pochi yangu hapo, kuna zawadi yako. Shoga yangu, mtoto kaanza kuita mama. Shoga yangu, kwa nini mtoto akiniita mimi mama kuna shida gani? Au mtoto kaanza kumlea mpaka anafika pale haji kuita mama hata siku hii, hata siku moja. Yaani wewe mimi mpaka nashangaa ni kuita wewe mama. Shoga yangu. Ila hamna tatizo mimi kuita mama. Sio tatizo, mama ningekuwa hata kama ni wewe lazima ungeshtuka ujue.
Mtoto wa umlee mwenyewe kuanzia mdogo mpaka afike hapo aje kuita mama, afu mtu wa pembeni aje muite mama. Hivyo inakuingia kieni kabisa. Sasa kwa nini? Afu ameondoka kwa hasira sana kama vile alikasirika. Sio hasira, yani kwanza amefanya kitu kibaya sana. Mimi nimechukia. Yaani mimi nimechukia. Kwa nini umechukia jamani? Mimi ndio hivyo nimechukia kwa sababu mtu sijamlea hivi. Umemleaje sasa? Shoga yangu ama mwana mwingine tuache mambo ya familia achana nayo. Ila sijapenda hivyo kuita mama. Sababu mimi mwenyewe aniiti mama, aniita aunti. Wewe mtu wa pembeni akuite mama. Yangu sio hivyo bwana. Sio hivyo. Yaani nimechukia tu. Yaani Sio hivyo. Ostazi, hivi kwa mwonekano wa nje, jinsi unavyoonekana umependeza na vazi zuri la heshima, ndo moyoni ulivyo hivyo hivyo, na moyo wako ni msafi kama nje? Ni bora nikala mziki ninaojipigia mwenyewe kuliko mziki unapigwa na watu wengine. Karibu kae Ostazi, karibu kae. Karibu kae Ostazi. Karibu tule mziki mzuri. Ostazi, hivi unajisikiaje unaposikia mziki laini unapopigwa live kuliko kusikia nyimbo maredioni na wasanii wakubwa wanaoweka dhahabu na vitu vya kung'ara mwilini mwao? Ostazi, ni kipi hasa unachohitaji kukisikia kutoka kwa chizi mimi? Karibu. Unahitaji tusikilize mziki ama unahitaji tucheze mpira? Kwa maana starehe za mpira watu wanaangalia kwenye video, wote ni shetani na wote ni uovu. Na pia natembea na madaftari na kujisomea na kujifundisha mwenyewe kwamba Qur'ani inasema nini, Biblia inasema nini. Ostazi, hivi ni kipo kinakusibu? Maana nakuona toka unatoka mbali paka unafika hapa. Nakuona ni mtu mwenye majonzi na ni mtu mwenye huzuni sana. Hivi mwanamuziki wa zamani, hivi wewe ni chizi kama tunavyosikia mtaani na tunavyoona au na ekti? Maana maneno unayoongea ni yana ustaarabu sana na hekima. Ostazi, kwani wewe wanionaje? Hivyo mnavyonichukulia mimi ndivyo hivyo nilivyo. Mwanamuziki wa zamani, mimi kuna kitu nataka nikuulize. Inaonekana unajua vitu vingi sana. Hivi mzazi au wazazi wakifa halafu wakaacha mtoto kwa ndugu, hivi ni dhambi wale ndugu kulea yule mtoto? Swali lako zuri. Wala si vibaya. Sasa kwa nini yule mtoto anyanyaswe na kunyimwa haki za msingi? Bwana Ostazi, labda nikwambie kitu kimoja. Binadamu wengi huwa mnajua kwamba ulimwengu ndo mbaya, ila la hasha. Wanadamu sisi ndio wabaya, wala sio ulimwengu, kwa sababu Mungu kaitengeneza mbingu na ardhi na nchi kavu ikiwemo. Sasa kwa nini ardhi ulimwengu uwe mbaya? Bwana Ostazi, kwa heli, kuna sehemu ninawahi. Ostazi, Allah ongozi.
Unataka ukimbie uende wapi? Mimi jini? Hapana, mimi jini. Wewe sio jini. Sikibiwa. Wewe mzee wewe. Yaani wewe na kile kitoto kidogodogo kijaki. Kila siku mnagaika vikao. Sasa subiri nikwambie. Yaani kuanzia leo, yaani kuanzia sasa hivi ninavyoongea, sitaki tena nione vikao na mwezi na kile kitoto, maana kwenye vipoli siku kwenye nini mnaweka vikao kwanza. Wewe jifanye hilo kanzu kama dela la nani la bibi harusi. Yaani nitakufanya kitu kibaya. Astaghfirullah. Kanzu kijola? Allah, wasamehe wanao. Yaani vazi la Mwenyezi Mungu leo hii laitwa kijola? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alafu wewe mzee wewe. Yaani wewe na wenzako mnakaa tu mna kazi ya kumsema mamangu. Alafu sikiliza. Wewe yaani wewe mwanzo na mwisho kumsema bibi mkubwa. Sura mbaya, cheki, kufa utaki. Cheki. Baba zima ovyo. Hivyo uone hata aibu wewe. Uone aibu shehe mzima na ile kanzu lako uliyopata fikiri. Yaani ukipita mtano unaweza kusema mtu wa heshima. Kijana, mimi nakuelewa, Nakuelewa kijana, nakuelewa. Hebu ondoka kwanza naye. Sheikh Kijola. Filauni mkubwa.